Nafasi hii nimkaribishe His Excellency our brother Kalonzo Musyoka. Mnajua walifanya kazi na Kibaki, ni rafiki wetu. Karibu former Vice President. Asanteni watu wa Nyeri. Bwana Yesu asifiwe. Mnaweza kunisalimia? Asanteni. Mwadhani Arogosho. Hatuna mambo mengi. Tumeyasikia ya ajabu. Kabla ya kusoma risala hii ya rambirambi, naomba tu kwa sababu hawa vijana wenu wametajwa. And there's a law of natural justice ambayo inasema nobody should be condemned unheard. Kwa hivyo, kwa sababu tumekuja, Mheshimiwa Mwangi, karibu kidogo hapa. Mheshimiwa Maina Njenga, tafadhali. And I want to tell you, kujeni tu, tutafanya pamoja. Kama unaongea na wale ambao wanahusika, waambie waache kusumbua Maina. Wanashikwa usiku, askari 100. He is harmless. Kwanza ni the bishop. Asante sana. Kwanza nilete lambilambi zangu na pia za watu wa Murang'a na watu wa chama cha usawa kwa wote ambacho mimi nasimamia kwa familia ya Shujaa. Ya pili, niombe Bwana Kahiga aache madharau kidogo kidogo. Alikuwa ameniona akafunga jicho moja. Bwana, tulikuwa nawe kama gavana mikiwa miaka 10 na najua unanijua. Kwa hivyo nimekusamehe, lakini uongozi hautaki hivyo. Hiyo nyingine, naona ya kwamba hao wambebelu ambao Shujaa Muthoni Kirima alikuwa anapambana na wao, kasumba yao haijaisha. Ile shinda kubwa ambao tunayo ni ile shida ambao walituachia. Na tukiongea hatuwataji. Tunapigana sisi kwa tamba na tambu ambao walituachia. Mambo mawili. Ya kwanza, mambo ya mashamba. Tunaongea na hakuna mtu hapa ambaye anataja mashamba ambao wazungu wanamiliki wakati huu Maumau wakiteseka. Kwetu Murang'a, Del Monte wana ekari zaidi ya 40,000. Wengine kama Kakuzi kama 40,000. Hiyo yote ukiweka kuota wale Maumau utasaidia, utashagaa. Lakini hatuongei chochote. Ukienda Laikipia na kwingineo, sisemi wanyang'anywe mashamba, lakini nasema shida yetu ni ya wao. Ya pili, hiyo nyingine ya mashamba, hiyo nyingine imetajwa pia ya mashamba makubwa, wananchi wa kawaida wakiwa wana shamba. Wale wa Kenya ambao tunajua wana mashamba makubwa, wa Kenya wakiumia, orodha iwekwe, wa Kenya wapewe mashamba. Wote, hata sisi tuko hapa, kuna watu wanaficha mashamba, orodha iwekwe. Wewe Kalonzo, ngoja kidogo. Hiyo nyingine ni mambo ya gharama ya maisha. Kila Mkenya analia, na tunapiga makofi na tunaepuka mjadala wa gharama ya maisha. Nyumbani watu wanaumia. Tukienda kwa baraza kama hapa, tunadanganya raia watupigie makofi, na wakati huo hawezi fika nyumbani kwa sababu ya gharama ya petroli. Hawezi kulipa school fees. Mimi hata kama nitaachwa peke yake Kenya, Wakikuyu waseme vile wanasema, gharama ya maisha, Mkikuyu anaumia kama yule mwingine. Na haki ya Mungu hiyo sitaacha,
Ninasikia kuna wengine walikuwa wananitaja hapa, wanafurahi wakitaja jina yangu kwa sababu jina yangu inajulikana Kenya mzima. Beti, endelea. Hiyo nyingine kuhusu hiyo gharama ya maisha. Mzungu ndiye anasema kodi iwekwe ili tulipe madeni zao. IMF imeambia serikali ya Kenya lazima kodi ipande. World Bank inasema hivyo. Huyo mzungu huyo mwenyewe ndiye tunapigia magoti hata wakati huu na tunasema kuhusu ukoloni. Najua serikali ya Kenya ingeangusha, lakini wote wanakubaliana na mzungu. Sisi tunasema acha mambo ya mzungu, angusha gharama ya maisha kwa kuangusha kodi. Hata niuawe nitasimama hapo.